Shalom, shalom. Na wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mwana wa Mungu, tunamshukuru Mungu wa mbinguni aliyetupa neema na kibali cha kuwa wazima na wa afya, si kwa uweza wetu wala kwa akili zetu, bali kwa uweza wake na mapenzi yake. Na sifa, heshima na utukufu tunamrudishia yeye. Pia nikupe pole sana mwana wa Mungu, wewe ambao unapitia wakati mgumu katika shida, tabu na magonjwa. Napenda kukutia neno la faraja kwamba Mungu yupo, endelea kutafuta uso wake na atakuja juu yako, ataondoa huzuni na kukuvika amani. Pia nikupe hongera sana mwana wa Mungu, wewe ambaye unaendelea kufuatilia mafundisho ya neno la Mungu katika madhabahu yetu ya Sema na Mungu. Mungu akubariki, Mungu akuwezeshe na Mungu akuinue zaidi na zaidi. Mimi naitwa Antoni na hii ni madhabahu ya Sema na Mungu, yanayopatikana maneno ya Bwana ambao ni chakula chetu cha uzima. Bwana Yesu asifiwe. Mwana wa Mungu, Mungu ametupa neema na hata kibali tukapate kujifunza somo katika mwaka huu 2026. Mungu akubariki na Mungu akuwezeshe. Karibu sana tujifunze neno la Mungu. Kichwa cha somo ambao Mungu ametupa inasema thamani ya wokovu. Kichwa cha somo kimebeba ujumbe unaosema thamani ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukajiuliza thamani ya wokovu ni nini? Unaweza kuwa unaingia kanisani lakini ndani mwako bado hujajua thamani ya wokovu ni nini. Wokovu katika hali ya kawaida, wokovu ni kutoka katika hali hatarishi au katika sehemu hatarishi na kuingia katika sehemu salama. Wokovu kwa hali ya kawaida ni kutoka katika hali au sehemu hatarishi na kuingia sehemu iliyo salama. Tukirudi katika kibiblia, wokovu ni kukombolewa kutoka katika utumwa wa maisha ya dhambi na kuwekwa huru katika maisha ya amani ambayo ni Yesu Kristo. Kibiblia ni kukombolewa, wokovu ni kukombolewa kutoka katika utumwa wa maisha ya dhambi na kuwekwa huru katika maisha ambayo ni Yesu Kristo. Ni ukombolewa kutoka katika utumwa wa maisha ya dhambi na kuwekwa huru katika maisha ya amani ambayo ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hapo mwanzo dhambi ilipoingia duniani, watu wote tuliondokewa hekima na maarifa na uwepo wa Mungu katika maisha yetu. Ikamhitaji Mungu atengeneze ulimwengu mpya ambao utakuwa ndani mwake una nguvu ya Mungu, una uwepo wa Mungu. Ndipo Mungu akamtuma Yesu Kristo kuja duniani ili kuturejeza sisi ambao tulikuwa tumeshatoka katika njia ya Mungu na kuweza kutuleta tena katika njia ya Mungu. Akaamua kuturudisha tuliokuwa tumetoka mbali na Mungu na kuishi katika maisha ya dhambi. Akamtuma Yesu Kristo kuja kuturejesha katika maisha ambayo ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tunapozungumzia thamani ya wokovu, hauwezi ukaiona thamani ya wokovu pasipo kukaa chini kutafakari ni wapi Mungu amekutoa, ni wapi ulikuwa na sasa uko wapi. Ni wapi ulikuwa na sasa uko wapi. Ukiangalia, mtu alikuwa ni mlevi, lakini baada ya neema ya wokovu kurejea kwenye maisha yake, ule ulevi ukaondoka, akajiona ndani mwake kila analolifanya mambo yanaenda vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia Luka sura ya 1 na ule mstari wa 77, neno la Mungu linasema uwajulishe watu wake wokovu katika kusamehewa dhambi zao. Uwajulishe watu wake wokovu katika kusamehewa dhambi zao. Bwana Yesu asifiwe. Wokovu unakuja sambamba na kusamehewa dhambi. Wokovu unakuja sambamba na kusamehewa dhambi. Kumbuka, dhambi ilipoingia ulimwenguni,
tulijitenga na Mungu na kila mtu ndani mwake akawa ni mtu mwenye maisha ya dhambi. Lakini baada ya wokovu wa Mungu kuja, wokovu huo ukatutoa katika maisha ya dhambi na kutuweka katika maisha ya amani ambayo ni Yesu Kristo, na kutuweka katika maisha ya matumaini ambayo ni Yesu Kristo. Neno la Mungu linasema wajulishe watu wake wokovu katika kusamehewa dhambi zao. Thamani ya wokovu. Wokovu ulikuja ili tusamehewe dhambi zetu. Wokovu ulikuja ili nisamehewe dhambi zangu. Wokovu ulikuja ili usamehewe dhambi zako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wengi bado tunatambua, wengi bado tunaishi na kuingia makanisani tukiwa bado hatujatambua thamani ya wokovu. Unaingia kanisani lakini bado unaishi maisha ya dhambi. Wokovu haujakusaidia katika maisha yako. Maana neno la Mungu linasema ya kwamba wajulishe watu wake wokovu katika kusamehewa dhambi zao. Sasa kama umesamehewa dhambi zako, it means ya kwamba hautakiwi kurudi katika maisha ya dhambi. Wokovu kwako umefanyika kuwa thamani ya kujua ya kwamba nalikombolewa katika damu ya Yesu Kristo, ili kutolewa katika dhambi, ili kuondolewa ondoleo la dhambi na kuwekwa huru katika maisha ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini huyu ambaye anasema amekombolewa kwa damu ya Yesu Kristo, ndio huyo ili atoke katika maisha ya dhambi, ndio huyo yupo katika nafasi ya kuona wokovu, lakini bado anaishi katika nafasi ya maisha ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona bado unaishi maisha ya kukumbatia dhambi, ndani mwako thamani ya wokovu haijakusaidia. Thamani ya wokovu haujaiona. Bwana Yesu asifiwe. Daudi anasema, Yakobo anasema kupitia kitabu cha Mwanzo sura ya 49 na ule mstari wa 18, wokovu wako nimeungoja Bwana. Yakobo anamwambia Mungu ya kwamba wokovu wako nimeungoja Bwana. Yakobo anaishi katika matamanio ya kutamani kuona wokovu wa Mungu kwenye maisha yake. Anaishi katika mangojeo ya kutamani kuona wokovu wa Mungu kimsaidia katikati yake. Lakini wengi tunaishi katika maisha ambayo ndani mwetu hatuna matamanio ya kutamani kuona wokovu wa Mungu ukiendelea kutusaidia katika maisha yetu. Badala yake tunaishi namna tunavyotaka kuishi. Tunaishi namna dunia inavyotaka tuishi. Tunaishi namna ambavyo watu wanataka tuishi, na si namna ambavyo Mungu anataka tuishi. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa ni mtu ambaye uko duniani, ndani mwako unaishi katika matarajio ya kutarajia Mungu akusaidie kwenye maisha yako, lazima utaishi katika mangojeo ya kuona wokovu wa Mungu katika maisha yako. Wokovu wa Mungu unaambatana na kuenenda kuyatenda mapenzi ya Mungu. Wokovu wa Mungu unaenenda na kuambatana kutembea katika maagizo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro sura ya 1 na ule mstari wa 9, neno la Mungu linasema, katika kuupokea mwisho wa imani yenu, yani wokovu wa roho zenu. Katika kuupokea mwisho wa imani yenu, yani wokovu wa roho zenu. Katika kuupokea mwisho wa imani zetu, yaani wokovu wa roho zetu. Wokovu wa roho zetu. Wokovu uliokoa roho zetu ambazo zilifungwa na shetani, ambazo zilikamatwa na shetani, ambazo zilikuwa ni mateka wa shetani, ili tusienende na kuishi kuyatenda mapenzi ya Mungu, ili tusienende na kuishi kutembea katika maagizo ya Mungu, ili tusienende na kuishi namna Mungu anavyotaka. Neno la Mungu linasema, katika kupokea mwisho wa imani yenu, yaani wokovu wa roho zenu. Kupokea mwisho wa imani zetu zilizokuwa katika dhambi na kuzigeuza kuwa imani katika Yesu Kristo, kuwa imani katika maisha ya kumtumainia Mungu, kuwa imani katika maisha ya kuenenda kutembea katika maagizo ya Mungu. Katika majira haya ya mwisho, shetani anachokifanya ni kuondoa
matamanio ya kuungojea wokovu wa Mungu. Ni kuondoa matamanio ya kuishi katika maisha ya wokovu. Anachokifanya ni kuonyesha picha ya kwamba maisha ya wokovu yanambana mtu kufurahia dunia. Na ndio maana anatengeneza picha na taswira mbalimbali ili kwamba watu wachukie wokovu na waipende dunia, ambayo ndani ya dunia imejaa dhambi ambayo inapelekea mtu kukosana na Mungu, mtu kujitenga na uwepo wa Mungu, mtu kuikataa neema ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusome waraka wa kwanza wa Petro sura ya 1 na ule mstari wa 5. Neno la Mungu linasema, ninyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Sisi tunalindwa. Ninyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Tunalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani hata tupate wokovu ulio tayari kufunuliwa siku za mwisho. Imani yetu katika Yesu Kristo hutusaidia kuenenda na kuiona neema ya Mungu ikitugusa na hata kutuwezesha kwa kila hatua ya maisha yetu. Katika maisha tulio nayo ya wokovu, jua thamani ya wokovu ni ipi? Jua thamani ya Mungu alipokutoa ni wapi? Tambua uwepo wa Mungu kwenye maisha yako. Utakapotambua uwepo wa Mungu kwenye maisha yako, utaiona thamani ya wokovu kwenye maisha yako. Chukua mfano wa mtu ambaye ulikuwa ni mtu unapata neema ya Mungu, amekubariki kazi, lakini ule mshahara unaotumia, unakuta mshahara wako unatumia katika mambo mabaya. Mwisho wa siku unajikuta hakuna chochote ulichokifanya. Lakini baada ya neema ya Mungu kuja kwenye maisha yako na kupata neema ya wokovu, umeona kabisa kile kidogo unachokipata kimekusaidia kufanya maendeleo makubwa katika maisha yako, kufanya mambo makubwa katikati yako. Neema ya wokovu. Ili uione thamani ya wokovu katika maisha yako, tafakari ni mangapi Mungu amekutendea kwenye maisha yako. Tafakari ni mangapi Mungu amekupigania katika maisha yako. Sababu ya wewe kuwa mzima sio sababu ya kuendelea kutenda dhambi. Sababu ya wewe kupumua sio sababu ya kuendelea kuishi maisha yanayompendeza Shetani. Mungu anakupa sababu ya uhai na uzima ili utembee katika kuyatenda mapenzi yake, ili utembee katika kumwabudu yeye, ili utembee katika maagizo na namna ambavyo Mungu anataka ufanye mbele za uso wake. Mungu akubariki. Mungu akuwezeshe. Mungu akuwezeshe. Mungu akufanikishe. Ulikuwa nami, naitwa Anton, na hii ni madhabahu ya Sema na Mungu, yanayopatikana maneno ya Bwana ambao ni chakula chetu cha uzima. Kwa maombi na ushauri waweza kunitafuta kupitia 0655938597. Mungu akubariki, Mungu akuwezeshe, Mungu akuinue. Ninaomba nikuombee ili Mungu akupe neema ya kutambua thamani ya wokovu wake kwenye maisha yako. Sema, Mungu Baba, naja mbele zako, ni mimi mwanao. Ninatambua na kujua umeliachilia neno hili lifanyike msaada kwenye maisha yangu. Nami ninalikiri ya kwamba nimelisikia na kinywa changu kimbele zako. Ninaomba unisamehe mahali nilipokosa katika kufikiri, katika kuishi na hata kutenda. Nitakase na unioshe kwa damu ya Yesu Kristo. Bali ninarejea mbele zako, ninakusihi kwa neema na msaada. Achilia neema ndani mwangu. Fungua kinywa changu, fungua macho yangu, fungua masikio yangu, fungua moyo wangu. Fungua Bwana, nikaweze kujua namna unavyotaka katika maisha yangu. Ninabatilisha roho za kipepo katika jina la Yesu Kristo. Hazina mamlaka juu yangu, bali uweza wa nguvu zitokazo kwako zikatawale katikati yangu. Sante kwa uaminifu wako, sante kwa baraka zako. Ninakushukuru nikilitukuza na hata kulihimidi jina lako takatifu, nikiomba na kushukuru Baba katika jina la Yesu Kristo le hai. Amen. Mungu akubariki, Mungu akuwezeshe, na amani ya Bwana vitafahamu zote za wanadamu
ikujilie juu yako. Amen.